mioyo yenu, akaitakase, akavunje kila aina ya uchafu, akavunje kila aina ya takataka, akaharibu mapepo machafu, bikalagosi na kila aina ya uchafu unaotanda katika familia hii. Amina. Asimame nawe Baba, asimame nawe Yesu Kristo, asimame nawe kila wakati, usimame nawe na sikuachi kamwe, katika jina la Yesu, in the name of Jesus Baba, katika jina la Yesu naomba na kusujudu na kusema amen. Asante. Mungu akubariki sana. Amina sana. Amina sana. Mungu akutendee mepesi. Niambie mpenzi, nipe matokeo. Vipi kwa upande wako? Hebu anza kuniambia kwanza, upande wako wewe imekuwaje? Kwa upande wangu mimi nimeliamsha timbwili la maana. Yaani kuanzia sasa ninavyokuambia, wakati wowote nyumba inakuwa nyeupe, kazi ni kwako. Lakini inavyoonekana wewe utanichelewesha. Kwa kuguna huko inaonekana hujafanya lolote lile kwa upande wako. Yaani sijui hata imekuwaje, maana nilikuwa nimeshajipanga kabisa. Yaani mpaka maneno ya kuongea naye nilikuwa nishaandaa, lakini ghafla tu nimejikuta nashindwa kuanza kumwambia. Sasa Maisara, nini kinakushinda wakati kila kitu tulishapanga jinsi ya kufanya? Tusipokuwa wa kweli kwa hawa watu wetu, hii ndoto ya kuishi pamoja mimi na wewe na mwanangu, tutabaki kuhadisiana tu. Inabidi uwe na roho ngumu, mwambie ukweli. Shauri yako. Sawa baby, nitajitahidi leo kufanya hivyo. Sio utajitahidi, ni lazima ufanye kama tulivyopanga. Baba Junior. Sema. Nilikwenda kanisani leo. Nimeonana na mchungaji, amenipa maagizo yako. Anakuhitaji ufike kanisani. Hamisi. Hamisi. Amka, kuna jambo nataka tuongee. Jambo gani tena? Kuna kitu nataka nikueleze ukweli. Kwa hiyo umeenda kunishtaki kwa mchungaji wako? Hapana. Sikwenda kwa sababu hiyo. Mimi nilikwenda kwenye ibada tu kama kawaida. Tulipomaliza kusali aliniita ofisini kwake. Akaniambia amepata taarifa kwa njia ya ndoto na utuhusu sisi. Taarifa gani? Amejua ndoa yetu ipo salama. Ndio maana amenipa maagizo, anataka kuonana na wewe. Yaani wewe unanidanganya mimi. Umeenda kumlalamikia mchungaji wako huko, unakuja kuniambia amepata taarifa kwa kupitia ndoto. Ndoto? Ndoto gani? Yeye ni Mungu mpaka ajue vitu, afahamu vitu ambavyo asivyovijua? Yeye ni binadamu wa kawaida tu kama mimi. Sasa basi,
maneno yako ya ajabu ajabu sitaki kuyasikia. Na uende ukamwambie siendi. Najua nimekuumiza kwa muda mrefu sana. Imefikia kipindi umeamua kuniangalia tu mpaka sasa. Nimekaa nimetafakari mimi kama binadamu. Nimeona ni vyema tu nikwambie ukweli. Mimi nina mahusiano na mwanaume mwingine. Na ni muda mrefu sana. Hivyo na hatuwezi kuachana leo wala kesho. Kwa nimeona ili niepuke na hii dhambi, naomba tuivunje hii ndoa ili kila mtu afuate maisha yake. Kegan, yaani wewe ni wa kumtamkia mchungaji maneno ya nyodo kiasi hicho? Ina maana unataka kujilinganisha wewe na yeye? Kwani yeye nani? Yaani leo hujui yeye nani, si ndio? Si ndio wewe Kegan? Ulikuwa unasema umezunguka kwa wachungaji wengi lakini hujaona kama yeye, eh? Yaani, muda mrefu tulikuwa na changamoto ya kupata mtoto kwenye ndoa yetu. Lakini baada ya kuhamia kanisani kwake, tumebarikiwa na mtoto huyu hapa. Leo wewe wakuongea maneno hayo kweli Kegan? Tumebarikiwa na mtoto huyu hapa. Kubarikiwa gani? Mtoto ana sura mbaya, mweusi, sifanani naye. Mtolee balaa lako. Umemaliza? Ndio. Nasubiri majibu. Sawa. Basi lala. Sasa unavolala bila kunipa majibu maana yake nini? Nimeshakwambia mimi nahitaji talaka yangu. Sasa wewe jifanye kama hujanisikia au hujanielewa. Utajua mwenyewe. Mume wangu, kauli nzito sana hizo naongea. Mimi tangu umenioa sijai kutoka nje ya ndoa yangu. Junior ni mwanao kabisa. Naomba usifikie huko please. Please mume wangu. Naongea kauli nzito kwa sababu niko sahihi. Huyu sio mwanangu. Hapana Kegan. No, Junior ni mwanao. No, sisi. Sasa ni hivi. Nakwambia ukweli leo ili tufike mwisho. Kama ni vitu tugawane, kila mmoja ajue maisha yake. Nina mwanamke mwingine ambaye ananiridhisha na anastahili kwa mfano. Sio wewe. Hapana, hujawahi. Kwa sababu kwanza nakupenda sana mke wangu. Na la pili, nimekubali kuvumilia. Na imani ipo siku utayaona mapenzi yangu haya. Utaiacha hiyo tabia. Tabia gani tena? Alafu pia naomba urekebishe kauli yako. Mimi sina wanaume wengi. Mimi na mwanaume mmoja tu na hatuwezi kuachana naye leo wala kesho. Niambie chochote unachotaka nikupe ili tuachane niwe huru na maisha yangu. Huko ni kunikosea tu mke wangu. Kwa sababu mimi nimekuwa wewe ndoa ya halali kabisa. Nimepiga goti mbele ya baba yako amenikabidhi wewe. Sasa ya nguvu ya kumtaka huyu mwanaume mwingine asiyetambulika unaitolea wapi? Lakini pia hata hivyo tuna mtoto huyo hapa. Napenda sana mwanangu. Wewe unadhani ataishi mazingira gani kama wazazi tunatengana bila sababu za msingi? Wewe nipe tu talaka yangu. Kuhusu mtoto wala hata isikupe shida. Nitaenda kuishi naye mimi mwenyewe.
Wakati mwingine nashindwa hata kwenda kwenye shughuli zangu. Nabaki na mtoto hapa mpaka pale wao wanaporudi. Lakini ushawahi kunisikia hata siku moja nakwambia tuachane? Hapana, hujawahi. Kwa sababu kwanza nakupenda sana mke wangu, na la pili nimekubali kuvumilia na imani ipo siku utayaona mapenzi yangu haya, utaiacha hiyo tabia. Tabia gani tena? Alafu pia naomba urekebishe kauli yako. Mimi sina wanaume wengi, mimi na mwanaume mmoja.